kuhakikisha kwamba itakapofika tarehe 29 na kuendelea kuanzia sasa, kuhakikisha tunawahamasisha wananchi ambao ni wana CCM na wasiokuwa wana CCM wakipigie kura Chama cha Mapinduzi, wamchague Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini wamchague Engineer Amos Maganga, lakini wanichague na mimi kwa kura ya ndio. Mimi diwani wenu Hamisi Said Mkumba. Ndani ya hii miaka 5 ijayo, serikali ya Chama cha Mapinduzi inatarajia kufanya nini? Na mimi nataka niwaambie, serikali ya CCM kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kudumisha au itaendelea kuboresha huduma ya elimu, itaendelea kuboresha kwenye elimu. Ndugu zangu, upungufu wa madawati kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, mkoa tu wa Tabora tumepewa au tutakwenda kupewa zaidi ya madawati 5,000. Kwa hiyo ni sisi viongozi, mimi nikiwepo diwani wa kata hii, lakini na mgombea ubunge baba yangu Engineer Amos Maganga, kuchangamkia katika hayo madawati 5,000 sisi wilaya ya Sikonge, pia hususan kwenye kata hii ya Sikonge, tuweze kupata au tupunguze adha kwa ajili ya wanafunzi wetu walioko shuleni. Kwa tutakwenda kupambana, tutakwenda kupigana ili kusudi tuendelee kupunguza zile adha. Jambo la mwisho, ujenzi, japo kwa kuwa liko mambo mawili. Jambo la ujenzi wa soko, wakina mama, kina baba, tuna soko letu pale. Lakini kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ipo kwamba sehemu kwamba kutakuwa kuna ujenzi wa soko. Na mimi nitakuwa mjanja ndugu zangu, au nitakuwa niko kwa haraka kuhakikisha kwamba soko zuri na la kisasa linajengwa kwenye kata ya Sikonge. Maana hapa Sikonge tusifikiri sisi pekee yetu ndio tuko mjini, hata misheni yenyewe inahesabiwa. Kwa hiyo mimi nitakuwa niko haraka kushirikiana na viongozi nitakao wakuta. Kama halmashauri itaendelea kuboresha lile soko, na bahati nzuri diwani viti maalum yuko hapa na huwa ni katibu wa soko pale. Tunataka hii miradi tushirikishe wananchi wanachotaka. Tusiwe na miradi ambayo kimsingi inatengenezwa au ikijengwa inakuwa haina tija kwa wananchi. Serikali inapoteza fedha lakini wananchi hawaitumii. Chama cha Mapinduzi kimetufanyia mambo mengi na wala tuna sababu ya kuyataja. Tuchukulie mfano kwa barabara yetu hapa. Jamani, barabara hii ya kutoka Sikonge kwenda Tabora tunaifahamu. Ilikuwa hivi. Tulikuwa tunatumia masaa mangapi kutoka Sikonge kwenda Tabora? Masaa mengi, wakati mwingine siku nzima unatembea kwa hizo kilomita 70. Leo tunateleza. Sasa huyo si Mama Samia na serikali yake. Ndugu zangu wa Sikonge, mambo mengi tumefanyiwa. Lakini kama haitoshi, sisi wa Sikonge ni wakulima. Sikonge hapa sio wako mnapolima jamani. Zao letu la tumbaku sinafahamu. Limesharudi kwenye mstari, kweli sio kweli? Leo tunauza tumbaku yetu, tunalipwa kwa wakati na tuna pesa za kutosha. Nakumbuka pale Tabora nilisema msimu uliopita Sikonge tumeweza kuuza kilo milioni 16 na laki 6, zikapelekea milioni 110 zimeingia hapa Sikonge. Tunataka kitu gani sasa? Hiyo ni juhudi binafsi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mama Samia. Sisi moyo. Sekta ya umeme, mimi mwenyewe niko kwenye sekta ya umeme, mimi ni mhandisi wa umeme. Nimeshakuwa shirika la umeme, lakini nimekuwa mpaka mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati mjini Mbeya. Tumepambana Sikonge katika vijiji 71. Hapa Sikonge kuna kijiji ambacho hakina umeme. Yawezekana kuna changamoto za hapa na pale, lakini na zenyewe mwarobaini wako wanafanya nini? Uko njiani unakuja, sisi moyo. Lakini ndugu zangu, mimi kama Mwanasikoni, matamanio yangu na ndicho ambacho nakitaka sana ni kuhakikisha kwamba tunafungua uchumi wa Sikonge. Ndugu zangu, tufungue uchumi wa Sikonge. Na uchumi wa Sikonge kuufungua ni lazima kuwe na mambo ambayo serikali itufanyie. Ninashukuru sana katika ilani hii imesema kwamba mkoa wa Tabora utakuwa na viwanda viwili vya kuchakata zao la tumbaku. Na mimi nimeshaanza mkakati kuhakikisha kwamba
anaposema Sikonge ndio nini, kinachotakiwa tujitoe kwa wingi. Tarehe 29 tutoke kwa wingi kweli kweli kwenda kupanga mistari yetu, ili tumpe Mama Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Kweli sio kweli jamani?